Imani haikufanyi tu usipite kwenye moto. No, imani inaweza kukuacha uingie kwenye moto, alafu ukifika ndani ya moto na kuonyesha hautakuteketeza. Majira ya moto yanaweza yasizuilike. Majira ya gharika yanaweza yasizuilike. Swali ni hili, uko na nani? Watu wa Mungu, ujenzi wa safina au kuizuia mvua isinyeshe. Swali ni wakati mvua inanyesha, uko wapi? Where are you wakati wa gharika? What's your position? Wakati tufani na vuma, what is your position? Umemwamini nani? Umeamini nini? Wakati pressure iko kila mahali, you have friends to call. Una watu wako serikalini wa kuwapigia, una marafiki wa kuwapigia, wa kuambia nishughulikieni hili, nisaidieni hili, unisaidieni. Na wakati huo huo unaye Yesu, lakini Yesu humsikia akiongea, humsikia akikwambia chochote, humsikia, una namba yake ya simu, huwezi kumpigia, humsikia akikutia moyo, ila una ahadi yake ndio umebaki nayo. Maneno uliyobaki nayo miaka yote ndio atakao kutunza huo wakati. Biblia inasema hivi, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Inawezekana leo hii hujui kwa nini unapewa haya maneno, lakini saa inakuja utayahitaji. Weka akiba, utanikumbuka. Nasema mtumishi wa Mungu aliniambia, ahadi inatupa kumanuva seasons that are bad. Ndiposa Mtume Paulo kwenye kitabu cha Korinto sura ya kwanza, Korinto wa kwanza sura ya 10 anasema, ndugu zangu, msinungunike kama hao walionungunika wakaharibiwa na maharabu. Kilichowaharibu wale haikuwa ukubwa wa tatizo, kilichowaharibu bali ni manunguniko. The murmuring of your life, malalamiko unalalamika, nimempa Mungu ile sadaka, Mungu wangu itakuaje, itakuaje. Biblia inasema msinungunike. Nimemwamini Mungu lakini bado mambo hayajaisha. Nilijua nikianza kwenda kusali vitu vitakaa vizuri, lakini sasa ona nimeanza kusali ndio mambo yamezidi kuwa mabaya. Yani mimi Mungu kinachowafanya watu wanaharibiwa si kwa sababu shetani ana nguvu. Manunguniko ndani ya mioyo yao yanaiua imani yao. Kinachoua imani ya mtu ni manunguniko. The pressure is too high, then you start to complain. Kama Mungu angekuwepo hapa, kama Mungu angekuwa kwenye hii huduma kama ingekuwa na Mungu, tungemuona. Nilipoanza kuabudu ile kanisa ndo afya yangu ikaanza kuwa mbaya. Haya, tumekuloga. Biblia inasema hivi, hao hata siku ile ya kutoka Misri, watu wako wanacheza na ngoma, Mungu ametutoa jamani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena. Haya, wanashangilia jamani, naelekea Kanaani, sitarudia tena Misri. Hao katikati ya njia jangwa limetokea, wanaanza kuulizana, unajua hivi tumekuisha. Kina Kora na kina Akani wanamfuata Musa na muuliza, samahani kaka, unasikia sauti ya Mungu peke yako? Hii njia unaijua? Musa anambia mimi siijui. Niliwaambia yeye mwenyewe anatupeleka asiko kujua, because Moses never knew the Lord. Hakuwahi kwenda. Wanakuja sasa wataalamu sasa wa motivation speaking makanisani. Mwe makini na hao watumishi wa kizazi cha sasa. Unajua wachungaji wa kipindi hiki cha mwisho, mwe makini nao, kwa sababu wanapoanza kufundisha vitu hawajui njia. Wanaenda wakiwa, haya, Musa alikuwa anajua njia gani? Do you know mpaka anakufa yule baba hajawahi ingia. Ila aliwatoa watu, anawapeleka mahali ambapo yeye hajawahi kwenda. 2, yeye mwenyewe hakufika. Na siku anawaacha anawaambia hivi, najua Mungu atawaingiza njia. Mjitunze. Look at the faith of the man. I'm dying, sijaingia, but I know the land is sure. Yes. We walk by faith. We live by faith. Yes. We do everything by faith. Yes. We don't see to do, we believe to do. Yes. Hatuoni tukatenda. Yes. Tunaamini tunatenda. Na Mungu alivyo mwaminifu, akamwambia Musa, ona na kuwapeleka. Look at God. Mungu anamwambia Musa, I want you to have faith. Anamuonyesha ya nini? Na wakati anajua anakufa, so that ibaki ndani ya moyo wake kama assurance. Vipindi vinaweza vikaja vigumu na vibaya, lakini iko ahadi amekupa. Yes. Ya kwamba sitakuacha. Yes. Wala kukupungukia. Amen. Utafika salama. Yes. Hallelujah. Amen.